Siku ya leo tunahitaji tuweze kuangalia matendo yenye sauti zaidi ya maneno. Matendo yenye sauti zaidi ya maneno. Somo limejengwa kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 25 fungu la 31 mpaka 46 na Matendo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Ni mafungu ambayo Wakristo wengi wanayafahamu, na kabla hatujaweza kusoma neno la Mungu, tutamkaribisha Mama George aweze kutuongoza katika kuomba ombi letu la kwanza la kufungua kipindi. Madam, you are welcome from the Kisumland. Asante, tunaomba. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we worship you, we glorify your name. Thank you, Jehovah, Lord, for this day that you have given unto us, Lord. Father, thank you, Lord, because you even allowed us to wake up this morning. Thank you for the breath of life that you have given unto us this morning. Father, Lord, as we prepare to listen to your word, how I pray that you may send your Holy Spirit upon us, Lord, to give us inner ear so that we can listen to your word, Father, Lord. May you also fill Pastor with your Holy Spirit, even as he is ready to share your word with us, Lord. Father, may you be with us from the beginning until the end. For in this humble prayer that I want to pray, believing and trusting your Son's holy name, Jesus Christ. Amen. 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 Bwana na atubariki. Asante. Katika sura ya Mathayo 25 fungu la 31 mpaka 46 ni maneno ya Bwana Yesu aliyokuwa anaeleza atakachokifanya atakapokuja mara ya pili. Anasema hapa, atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Na atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Haya maneno Yesu Kristo alipoyasema, akiwaambia wale waliotenda maneno hayo, anasema ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambieni, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, ondokeni kwangu, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Ni maneno magumu sana haya. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajua kusema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa, una kiu, na mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atajibu atawaambia, amina nawaambia,
kadiri mlivyomtendea mojawapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Kwa nini Biblia inatupatia kisa cha namna hii? Kwa nini Yesu aliweka mambo hivi siku ya hukumu itakavyokuwa? Kama kuna makundi ambayo ulimwengu unatakiwa kuyaangalia, ni makundi haya: wagonjwa, wenye njaa, yani maskini, wafungwa, walio uchi, yani wasiojiweza, wageni, wakimbizi na wahamiaji, pamoja na walemavu. Ni kundi la watu ambao ni makundi ambayo yanahitaji msaada wa kutosha sana. Msaada wa kutosha sana. Tukianza na kundi la kwanza, na anasema nalikuwa mgonjwa. Mgonjwa au wagonjwa wanakabili changamoto nyingi ambazo zinahitaji moyo wa huruma. Yesu Kristo alisema, utakapowatendea wagonjwa, mtu aliye mgonjwa, umenitendea mimi. Mgonjwa ana maumivu ya mwili. Changamoto ya kwanza ni maumivu ya mwili. Haijulikani na haijalishi unaumwa wapi, mwili ni system. Ukiumwa unaumwa wote. Anakabili gharama za matibabu. Kuna ugonjwa mwingine utalazimu kwenda operation, mpaka upate mtu wa kusaini kwa ajili ya kufanywa operation. Daktari naye ana hofu ya kushtakiwa kama utakufa bila kupata dhamana ya mtu. Mgonjwa anakabili upweke. Anakuwa lonely. Anakabiliwa na kunyanyapaliwa. Stigma. Hasa magonjwa sugu kama magonjwa ya ukimwi, HIV, kama magonjwa ya TB, magonjwa ya zinaa, magonjwa mbalimbali. Mengine magonjwa yamechukua muda mrefu, yameharibu mwili. Wakati mwingine mgonjwa anakata tamaa ya kupona kwa sababu wanaomtembelea wanamwambia, ugonjwa wako huu ndio uliomuua fulani. Ugonjwa wako huu ndio uliomuua fulani. Na ugonjwa huo unaoumwa ndio uliomuua kweli. Na sio mtu mmoja, ni watu wengi. Na dawa unayotumia ndio aliyokuwa anatumia na amekufa. Inaleta hofu sana. Psychologically wagonjwa wana hofu ya kifo. Na hofu ya kifo, wana huzuni, wana msongo wa mawazo, wana wasiwasi, hawali na kushiba, hawalali. Anakuwa na maswali ya kiimani pia. Kwa nini Mungu? Kwa nini mimi? Kwa nini hali kama hii? Mgonjwa. Kanisa linaulizwa kutoa huduma, linaitwa kutoa huduma ya maombi ya faraja, maombi ya faraga. Kuna watu wengine wana magonjwa magumu hata hatoki nje. Mtu alikuwa na heshima zake, anapopata ugonjwa anajificha ndani. Wanahitaji maombi ya faraga na maombi ya pamoja kanisani. Wanahitaji kutembelewa. Wagonjwa wanahitaji kutembelewa. Ndiyo, wanahitaji kutembelewa. Wanahitaji presence therapy. Msaada wa matibabu pia unatakiwa. Kama kanisa linamkuwa na ndugu aliye mgonjwa, harambee ifanyike. Bima ikatwe. Atengenezwe rufaa kwa washiriki ambao ni Wakristo wa Kisabato ama ndugu wengine madaktari walio wema. Anahitaji neno la tumaini. Si kulaumiwa kwa sababu ulikuwa hivi na hivi ndio maana umeumwa. Wagonjwa, Yesu alisema ukiwaona umemhudumia yeye. Kwa sababu ugonjwa ni mtu aliye katikati ya njia, ama uzima ama mauti. Anaweza akafa akafia dhambini, anaweza akapona akaendelea kuishi. Kundi la pili ni watu wenye njaa. Alisema nalikuwa na njaa. Watu ambao ni maskini, hana kipato, hawezi kanunua chakula cha kutosha nyumbani, hawezi akala ashibe.
Changamoto ya mtu aliye na njaa, maskini asiye na kitu, ni ukosefu wa chakula cha uhakika. Anakuwa dhaifu, anakula mara moja kwa siku au anakosa kabisa, analala na njaa, tumbo liko wazi, hana chakula, amekonda, hana lishe, anapatia malnutrition, kukwasha koo. Lakini pia mtu aliye na njaa au maskini anaona aibu na kujiona yuko duni sana. Mzunguko wa umaskini unakuwepo katika nyumba ya maskini. Watoto hawasomi vizuri, wanaumwa, familia haina kipato, haina shamba, haina nguvu za kulima, haina biashara, haina ufundi, haina chochote. Maskini, nyumba ya kupanga, anafukuzwa, anatoka hapa, yani maskini. Psychologically maskini, hata kizazi chake kitakuwa cha maskini. Ni chaini. Anakuwa na stress ya kuishi leo bila uhakika wa kesho. Maskini anakuwa na hasira iliyoficha na kujilaumu, akiona wengine wanakula na kutupa chakula jalalani. Yes, ndoto zake zinakufa. Hana ndoto za muda mrefu. Maskini au mtu asiye na kipato. Kanisa litengeneze mifuko ya chakula, food banks, miradi ya ujasiriamali na stadi za kazi. Watu wafundishwe kujitegemea, fundishwe ujasiriamali, wapewe mitaji. Elimu ya fedha na nidhamu ya matumizi ni mojawapo ya mambo ya kuwasaidia. Kula pamoja nao ili kuondoa aibu. Wakati mwingine kanisa likaribishe watu na kula pamoja.